Sanae Takaichi, mwanasiasa mkongo mwenye msimamo mikali ya kihafidhina, yuko mbioni kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke katika historia ya Japani baada ya chama chake tawala Liberal Democratic Party kufikia makubaliano ya muungano na Japan Innovation Party. Makubaliano hayo yalitiwa saini Jumatatu jioni mjini Tokyo kati ya Takaichi na kiongozi mwenza wa Ishin, Hirofumi Yoshiruma, hatua iliyohakikisha kuwa LDP inapata uungwaji mkono wa kutosha kuendelea kuongoza serikali. Nilimwambia Takaichi kwamba tunapaswa kusonga mbele pamoja, alisema Yoshiruma mbele ya wanahabari. Kabla ya makubaliano hayo, LDP ilikuwa hatarini kupoteza madaraka wakati bunge la Japani linapojiandaa kupiga kura Jumanne kumchagua mrithi wa Shigeru Ishiba aliyeanguka wiki iliyopita. Takaichi mwenye umri wa miaka 64 na anayejulikana kwa msimamo mkali dhidi ya China alichaguliwa kuwa kiongozi wa LDP mapema mwezi huu. Hata hivyo, ndoto yake ya kuwa waziri mkuu ilitikiswa baada ya chama cha wastani cha Komeito kuvunja ushirikiano wa miaka 26 na LDP. Komeito, ambacho kinaungwa mkono na wafuasi wa dini ya Kibudha, kililalamikia kutotekelezwa kwa mageuzi ya sheria za ufadhili wa kisiasa kufuatia kashfa ya fedha haramu, na pia kuonyesha wasiwasi kuhusu sera za kihafidhina za Takaichi, hasa kauli zake kali dhidi ya China, ingawa amejitahidi kupunguza msimamo hiyo hadharani. Muungano wa LDP na Ishin unajumuisha viti 231 katika bunge la chini, vikiwa vichache kwa 2 tu kufikia wingi wa kura unaohitajika kwa serikali kamili. Hata hivyo, makubaliano hayo yanatosha kumpatia Takaichi nafasi kubwa ya kushinda kura ya bunge Jumanne. Iwapo kura hiyo itaingia duru ya pili, Takaichi atahitaji tu kupata kura nyingi kuliko mgombea mwingine, jambo linaloonekana kumweka katika nafasi salama. Licha ya uwezekano wa Takaichi kuvunja ukuta wa kioo wa kisiasa, shauku miongoni mwa wanawake wa Japani ni ndogo. Mwanasaikolojia Chiziko Ueno aliandika kwenye X, matarajio ya waziri mkuu wa kwanza mwanamke hayaniwi furaha. Uongozi wake haumaanishi siasa za Japani zitakuwa rafiki zaidi kwa wanawake. Naye mchambuzi wa kisiasa wa gazeti Mainichi, Chiako Sato, alisema sera za Takaichi ni za kihafidhina kupitia kiasi, na ana mashaka kama atapigania sera zinazotambua utofauti na usawa wa kijinsia. Iwapo atathibitishwa Jumanne, Sanae Takaichi ataingia katika vitabu vya kihistoria kama mwanamke wa kwanza kuongoza serikali ya Japan, taifa linalojulikana kwa siasa zake za wanaume na utamaduni wa kihierarkia. Lakini wachambuzi wanaonya kuwa safari yake haitakuwa rahisi. Atapaswa kushughulikia uchumi unaodorora, mivutano na China na shinikizo la mageuzi ya kijamii yanayohitajika na kizazi kipya cha Wajapani. Takaichi atakuwa waziri mkuu wa historia, anasema mchambuzi mmoja wa Tokyo, lakini swali ni kama atakuwa pia wa mabadiliko. Mimi ni Amina Yahaya wa Rubaa za Kimataifa.